ndugu yangu Rashidi. Yaani mimi nimekuita hapa, aiseni changamoto sana. Yaani haya maisha yangu nilishatafuta namna kibao ya kuyabadilisha, angalau na mimi niwe kwenye muonekano fulani tofauti na watu wengine. Maana nifanya nitumia jitihada kubwa, nitumia njia nyingi, lakini nimeshindwa. Kilia mpaka saizi Aisha tu akiniona ananiona kama kituko. Unaona? Ba, sasa bro, mimi nikupa ushauri. Ushauri ni wapi kwangu mimi? Kama utaona maneno yangu yako sawa, utapokea. Kama yako sawa unaweza ukapotezea. Yaani maisha yangu. Unaona kama wale mzee yule nani? Yule mzee Masudi. Yule mzee bwana. Sio anafanikiwa sasa hivi. Hawezi jua kupitia njia gani. Ndio. Ila mtaani inasemekana tu. Yule mzee kuna njia alipita za kigiza. Na wewe jaribu unaweza labda ukafanikiwa kwenye matatizo yako. Ndugu wangu, katika kitu ambacho mimi siamini katika maisha yangu haya ni masuala ya kiganga. Yaani mimi namwamini Mungu na hapa nilipo maisha yangu namtegemea Mungu. Kwa kupitia masuala ya giza, nguvu za giza, mimi siwezi kufanya kabisa. Siwezi kuamini, yani siwezi kufanya hizo njia unazosema wewe. Mimi ushauri wangu ulikuwa ni huo. Kama unaona uko sawa, uko na muamini Mungu, haya wewe endelea kumwamini Mungu. Ila ushauri wangu mimi ndio ulikuwa ni huo tu. Kama unaweza ukajiongeza mwenyewe, ukatumia hizo njia au mwenyewe, kama utaendelea kubaki na Mungu wako ni yeye. Kaa ujifikirie. Sawa bwana. Wewe nani? Wewe nani? Usiogope. Mimi Leila. Mimi mbona ni maskini sana? Nimekosea nini? Najua na shida na mali. Mimi naweza nikakusaidia. Yaani wewe unisaidie mimi kwa gharama gani? Kwa gharama yote. Naweza nikakupa nyumba na vitu vingine vyote utakavyovitaka. Ila kwa sharti moja. Sharti gani tena hilo? Unipende mimi tusione mwanamke mwingine tofauti na mimi. Yaani sina pesa, afu nikatae pesa. Kweli? Takuwa mtu aina gani? Ila sawa tu. Mimi niko tayari. Sawa. Bakali mimi. Hivi niko salama kweli? Niko salama mimi kabisa. Na huyu ni mtu au ni mimi? Maana amesema nimpende yeye tu. Na Aisha je? Lakini kukosa pesa na kuishi maisha ya kifukara kama haya, potelea mbali.
Halo. Wewe Mr. Mkweche. Ndio biashara gani hizi? Nimeshawapa hela. Sasa hizi ni siku ya 5 hamjafika kazini. Mimi nikajua sasa hivi mpaka sasa hivi mtakuwa mmeshamaliza kumalizia hii nyumba. Lakini mpaka sasa hivi hapa hamjafika. Kila siku mnaniambia mnakuja. Ndio nini? Wakati hela nimeshawamalizia. Mbona mnaleta maswala ya Kiswahili? Yani hiyo michongo mnaniletea mimi maindishi. Mmeshachukua hela, mnashindwa kufanya kazi. Sasa ndio nini? Oya, kesho mfike mmalizie kazi yenu. I see. Nipe harakati za huko ndugu wangu. Maana naona bado huni unaendelea. Wewe hata ubadiliki ndugu wangu. Shida nini? Nishaanza. Sio sio tu mjini, lazima leo mambo yawe shebele. Maisha yako yamebadilika sana. Ndio hivyo. Mungu anatoa. Mungu akiamua kutoa, Mungu anatoa kwa wakati. Kwa ukiwa wakati wako umefika, Mungu anakupa. Ndio kama hivyo. Bwana sio danganya umekuja kuomba deal hapa. Wamepiga Kiswahili vingi maana wewe. Sasa nikudanganye iwe na faida gani? Yaani hapa kuna hii nyumba nataka nimalizie. Sasa kuna mafundi nimewapa hivi sasa hivi wana siku karibu 4 hawajafika kazini. Hapa nataka wamalizie ili nihamie huko. Maana si unajua tena. Maana nimepita huko nasikia story zako. Bakari. Story za Haji Rashidi. Nasikia mwanangu sasa hivi mwanangu yani wewe ushikiki yani mwanangu mjini yani. Sasa mdogo wangu si ndio hivyo nimekwambia majaliwa ya Mungu. Mungu atoa akiamua kubless unatoka ni wakati wako. Ndio hivyo. Nyabla unazingua si baya mdogo michongo wadogo zenu. Yani michongo unafanya yenyewe. Wewe naye uachagi uhuni wewe mdogo wangu. Yani unaenda mjini huko ndio umeenda ulikuwa yani uhuni uachi makofia ya ajabu yani. Sasa mimi naachaje sasa? Sasa sikia wewe una maneno mengi mdogo wangu. Hatutomaliza. Twende huko ndani uangalie. Bila au mwenye unajua mimi naongea mimi mtu mjini bwana. Ndio kama hivi. Wakimalizia barakaa vizuri. Naona hajaisha hapa. Maana milango yenyewe nimeagiza mjini. Kesho inaweza ikashuka. Sema sawa mafundi tunakuja kumalizia hizi. Maana hapa nilikuwa shamaliza hivi nilikuwa shamia. Kwa hiyo hata wewe ukija nilikuwa na chumba kimoja sio mafuta mengi. Watinga hapo nilikuwa nilikuwa mnisaidia kweli bwana. Ndio sasa napenda nyama ni ndio hivyo. Karibu sana Aisha. Asante, vipi? Safi. Kumbe naona kupita gadi huku. Nimepita kule jengoni kwako. Nikajua labda nyumba yako tayari ishaisha umehamia. Lakini sijakukuta. Ulipita kwenye ile jengo kule juu? Kule juu bado sijahamia. Si unajua tena shida ya changamoto za hawa mafundi wetu hapa jijini. Mimi mpaka saizi kule nilikuwa arrange kila kitu. Nilipata kila kitu gharama zote. Lakini hawajamaliza kazi mpaka saizi. Ila akijaribika kitu kwa sababu sasa hivi mimi niko hapa, naishi hapa. Karibu sana hapa nyumbani.
Asante. Hata hivyo umependeza na hata pia hapa pia pazuri. Kwa hiyo pameendana na wewe. Kiufupi umependezewa. Na nyinyi watu wa kijijini mmenichosha sasa. Yaani kila mtu anayekutana naye ananiambia mara umependeza, mara sijui sasa hivi una hela, wewe sijui nini, maneno yameshakuwa mengi sana. Sema mimi ninachofikiri ni Mungu tu ndo ametoa. So ndio hivyo. Karibu sana. Asante, basi sawa, mimi nilikuwa napita tu. Mpate hata juisi au maji. Siku nyingine takuja. Sasa hivi nimepita tu mara moja. Aisha, kweli yani ndio ukataeta kuingia ndani? Utapita siku nyingine sio mbaya. Sema kitu kimenifurahisha cha kwanza ni nilikuwa natamani sana nikuone. Sababu nilikuwa natamani kukutana na wewe, angalau niongee na wewe mawili matatu. Tena nashukuru umefika hapa. Kwa mimi pia nimefurahi sana wewe kufika hapa. Aisha, mimi nakupenda sana na wewe unajua. Kwa nini unakoga na mpenzi? Kwa nini? Kiukweli, yaani nisiwe muongo sana, wala nisiwe mwongeaji sana. Unajua unaona kipindi chako cha nyuma ulivyokuwa. Yaani ulikuwa una hali ya chini sana, yaani hali ambayo huwezi hata kununulia kijora cha shilingi 10,000. Lakini sasa hivi naona kidogo maisha ni mazuri, naona kabisa tunaweza tukaendana. Kwa hiyo sasa una maana gani kusema hivyo? Mimi sijakuelewa. Namaanisha kwamba mimi na wewe kwa sasa hivi tunaweza tukaendana kwa sababu wewe unaweza kanihudumia mimi tofauti na zamani. Sema umetisha sana Aisha. Sawa. Mimi naenda. Lakini umefanya vibaya kutokuingia hata kunywa maji. Sio vizuri. Siku nyingine nitakuja nitasaidia. Basi poa, kwa sababu mimi namba yako ninayo, nitakupigia baadaye tutawasiliana vizuri. Acha mimi nikuache. Okay, karibu sana. Asante. Poa. Asante. Huyu Aisha jamani huyu. Ile kunyoa ni atanitoa leo mtoto. Aisha huyu. Poa. Nakuja. Upande huu Aisha, upande huu Leila. Yaani upande huu pesa, upande huu mapenzi. Sasa mimi nitafanya nini mimi? Mimi Bakari nitafanya nini mimi? Lakini moyo wangu bwana, bora mapenzi. Moyo unanisumbua. Bali. Asante. Halafu, yani mtu akikuona nje hawezi kujua kama unaishi kwenye mjengo mzuri kama. Hapana, mbona pa kawaida sana. Bwana unapaona hivyo si kwa sababu kila siku naishi humu. Karibu. Ndio umejia simu. Kwa niko na kula. Kwa nimetoka nyumbani niko sawa kabisa. Niambie vipi lakini mbona leo kama upo tu hujaenda kazini na sijakuzoea? Maana mimi mara nyingi nakukuta kazini na nimekuona kazini, nimekujulia kazini kwako. Ndio maana hata kwako nilikuwa sipajui. Unaona? Na changamoto kidogo kazini kwangu. Ndio maana sijaenda. Changamoto? Changamoto gani? Kuna baadhi ya vitu nimepungukiwa pale kazini kwangu. Yaani ulivyoniambia changamoto umenichanganya. Nikajua baba kuna msiba au kuna labda umeibiwa, labda nini. Yaani umenichanganya. Kumbe sasa vitu
Hivyo vitu sasa ni vitu gani ambavyo vimeisha? Pale kazini kwangu nimepungukiwa ngano, sukari na mafuta. Okay. Hesabu kwa wote ndio mpaka kama mshinda. Nisizidi sana 300. Pale. Sasa ngoja nikuwekee 500. Sitakutosha. 500. Itanitosha ndio. Nimeweka hapa. Hatari. Hatari. Okay. Sawa sana, nashukuru sana. Sawa, na shida. Wewe kwangu ni vitu vidogo sana hata usiwazi. Vipi lakini mimi na niende sasa au? Hapana. Tutaki tukae tupige story. Ushiki tena story. Mimi nikajua leo umeamua kupata weekend saa ukae peke yako na nini vitu kama hivyo. Kwani kuna ubaya ukikaa na mimi ukiongea na mimi? Hakuna ubaya. Content sanga. Ubaya. Unajua kwenye kulala hapo. Kwenye kulala hapo ndo pana changamoto. Wewe mtoto wa kike unaishi katika nyumba kama hii. Unaweza kuwa unaishi peke yako kweli? Ndiyo, niko peke yangu. Kwamba uamini. Hamna hata mwanaume hapa namna gani? Hapana. Wewe ni uko na amani kabisa hapa niko mwenyewe. Wewe sije kunichoma mshaziku nikapigwa panga la huko. Hapana. Baada ya kunichinjia huko ananichinjia huko. Wewe uko na amani hapa niko mwenyewe tu. That's cool. Karibu basi ndani hata chumbani kwangu. Sawa, nitaishaje sijui. Au bado na wasiwasi? Karibu basi chumbani hata. Tende. Leila. Nilikuamini sana. Kwa nini umenisaliti? Leila, tafadhali naomba unisikie. Kama unazungumzia kuhusu Aisha, mimi nitakuelezea. Naomba usiwe na jazba. Please naomba unisikilize. Aisha ni mwanamke ambaye ninampenda. Afu kingine pia ni mwanadamu mwenzangu. So, nimempenda sana na kama unavyojua mapenzi ni mzizi mrefu sana ambao kukatika sio rahisi kama unavyofikiri. Hivi, haujui kama hakuna binadamu yote ambaye anaweza kushia penzi na mimi? Najua. Please. Na hakuna binadamu yote anaweza kushindana na mimi? Najua. Naomba unipe muda ili nifanye hili swala lako na mimi nitamwacha tu. Bakari, kwa kuwa umevunja makubaliano yetu tutaziona hasira zangu. Mimi Bakari nafanya nini? Jamani. Yaani pesa. Hivi mimi hivi nawaza nini? Hivi nafikiriaga mara ngapi mimi Bakari? Yaani kisa mapenzi. Leo hii nataka kupoteza pesa. Oh my godness. Kichwa kinauma. Nafanyaje mimi? Lakini nawezaje kumkosa Leila mimi? Taishije katika maisha yangu haya? Tazalilika kiasi gani?